Sky Cable TV Kenya, beyond the real. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. What a wonderful goal! Just brilliant! You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? GoTV, love it. Ukienda gũcanjamũra arĩa makũhũragĩra thimũ na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela citasikiza chimbi-inĩ yaku. Andika kodi ici 6388289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya. Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya, bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andika kodi ici 6388290 Rwĩmbo Kenya. Kenya, nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta. Andika kodi ici 6388291 Nĩguo kwamũkĩra ndĩmũitĩrĩrie maguta. Andika kodi ici 6388292 Nĩguo kwamũkĩra ndĩmũririkane. Ndĩmũririkane na mũhimbo cethia na Mordekai. Andika kodi ici 6388293 Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndoka harĩ we. Andika kodi ici 6388294 Nĩguo kwamũkĩra umaja. Andika kodi ici 6388295 Nĩguo kwamũkĩra Ngai nĩ areka rĩngĩ. Andika kodi ici 6388296 kodi ici citũme ta message kuri 811 wamũkĩre nyĩmbo cia Grace Mirela. Jemo kuget GoTV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machua mtimam za kucheki futa ilikuwa ngori kuruka na zilidai mam kwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawai discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya GoTV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month GoTV plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competitions futa season. GoTV, love it. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Good evening, good guys. How are you? How have you been? Here we have come. Me here is Shiro Joyce,
and I am not alone. I'm with my darling, my baby girl. Salimia watu. Hello guys, it's Friday. I'm Grace Mwangi. Ni weekend tumeingia. Yeah. Wanakuniknemaje? Mimi. Ama nikupatie jina? Usinipatie. Kwa mingi. Leo ni Friday. Yeah. Tumekuja. Sherehe tupige weekend. Si upatie mgeni wetu chance ya kuintroduce watu. Kachai. Asalimie watu today guys. We have tuko na acha kwanza ajiseme ndo tutasema yeye ni nani. Msiongee sana. Msichome. Hi guys. Yes. Hi guys, my name is Fiz, the protagonist. Yes. And I'm very glad to be here in the battalion. Okay. Wow. Ati Fiz the protagonist. Hiyo ndio ni. Ebu elaborate more. Panua maneno. Protagonist is like a host, but you know me, si protagonist kwa issue, so let's go with just the word Fiz. Yes. Wow. My protagonist is just the main person. Yes. Oh, wow. Welcome to the show. Thank you. We are happy to have you here. And I'm happy to be here. Hi. So huku, I believe that you know us. Yes. Unatujua, unatusikianga. Ni venye utuonangi, atukuonangi, hawakuonangi. Wanionangi na kuanga behind the scenes. Mimi ndio mimi ukanyaga waya. He is our protagonist. Yes. Wow, and we are very happy to be with you here. Thank you. As we speak today, in our show we are speaking about, our show is about helping youth because tunataka watu waende na mienendo zenye zinafaa. Na even if hatutasaidia kuenenda na hizo mienendo, at least you will help somewhere. So today our show we are speaking about what? So today, being Friday, we are going to talk about abortion. Yeah. She forgot. You see. Mimi mwenyewe najua. Ebu atuambie mahali ametoka because I don't know. Where are you? Ni joto. Kuna joto by the way. Joto inafanya unasahau. Mimi niko hapa. I'm hot. Thank you. So today guys, we are talking about early pregnancies and abortion and contraceptives. Hiyo jina niliona nikisema nitaangusha. Sasa nikaona niwache tu. Unaje? So I believe when tumesema hivyo, it is early pregnancies, abortion and contraceptives. Hiyo ni kitu yenye iko so much into our youth. Yeah. Like our youth wameanza kutumia hizi mavitu, wengine wanapata balls. Nyinyi pia mnawapea, mnatutoka, na tunapeo, na mnapenya, na tunapeo, sasa kwa kupewa. Unajua onga mlango utafunguliwa. Na ukifunguliwa si unatoka kama hujasema bye. At least you're supposed to take your responsibilities. But most of guys of nowadays tunahepa. Like mkishamaliza hivyo mtu akikuja kukuambia like sasa for example, I think you guys are looking nice. Like hamkuniambia we were supposed to cover the way you are. Na siku hizi sijui nini inawasumbua. Kwa nini? You guys, the producer and now the kagal mnakuja tu na nguo zinafanana. What's happening? Si ni nguo safi. Kwani mnato tunafua nguo the same, tunavaa brother and sister. To mind. Hapo kwa brother and sister sitasema brother and Christ. But anyway, you guys are looking so nice. Next time simni patie tutakuwa lax. Next time tunavaa kitenge. Kitenge. Yes. Kitenge jamani. Kwa sure. Tunavaa kitenge. Yeah, I'm just so happy to have you here and sasa tunataka. All right. Tell us, what do you know about the early pregnancies? Because I know you are a youth. You are a man. By the law tuko na both genders. You are a man. You are a man. You are a young person. Maybe you're dating, maybe you're not dating. And I'm also old. Mimi ni mzee. So as in according to the way you know and vitu zenye
go through na as in kulingana na experience yako as a producer and maybe as a student and maybe as a boyfriend and maybe and as a child of my mother and as a child of As your a mother. father. No, hapo kwa father. Kwa father hapo zi Nitaki upcoming. Anataka mimi upcoming father. All the best. Thank you. What do you understand about the early pregnancies? First, early pregnancies is all about somebody who is young kupata ball. Na pia tunaweza define in another way whereby haukuwa ready. Hata kama uko 30 years you are not ready. Still that is early pregnancy. Okay. Because for you haukuanga ready for it. Yeah, That's how I can. Unaweza sema for me this is an early pregnancy. Sikuwa ready to take care of this. Yeah, sure. Yeah, pia early pregnancy is whereby haukuwa umeplan kuipata this specific time or with a specific person. Yes. Wow. Oh, that's a very umetueleza Introduction. Tunaelewa like what is early. Watu wengi wanafikiria early pregnancy ni ya mtoto maybe mwenye 9 years. Mdogo Si ya mtu mdogo pekee. Yeah, what I know is that kuna watu sahi wako shule, si ndio? And they are maybe 25 and above. True. Huyo mtu she or he is not ready for a baby. But sasa akiingia kwa hizi maneno za mayouth zenye wanajiingiza kwake, anapata ashapata ball. Si maneno za ku have sex mapema like with najua the wrong thing na Kenya sisi tunasema tunaka mingi na different assumptions kama venye unasema ku have sex mapema. Ku have sex mapema ni nini? Ku have sex mapema ni ku have you know, last time we talked about the irresponsible sexual behaviors. So having sex, we said sex is for married people. Yeah, that's what we said. We told our people and we told them, if you want to have sex and you're not married, if unajua, we tell our youths, wait for your time. And if it's a must you have sex, use what? Protection. Yeah, exactly. So hapa kufika kwa kupata kukuwa pregnant and you're not and auja unanichekelea hapana asipelele kukuwa pregnancy as in hapo kwa kufika kukuwa pregnant na you're not prepared inasumbua a lot of youth cause unapata them ako maybe 20 or even 25 as we have said and she's not ready for a baby. But now once you get there with your guy, unataka kuenjoy yourself. You see, now once you get involved kwa hizo vitu za sex, unapata ball. Najua sorry kwa kuinterrupt, but kitu tunafaa kujiuliza ni ndio ujiinvolve kwa sex, ulikuwa unataka nini from the sex? Na pia tunafaa kujiuliza huyo mtu ndio aanze kusema anataka kwenda ku have fun kwa sex. Ni nini ilifanya afike hapo? Cause hizo ndio vitu si hatuangaliangi. Na pia sisi youths hatutakangi kuweza ku open up our hearts tuseme. Juu unapatanga kama kuko na watu wameintroduce you to sex with their mates, with their cousins, with their friends. So that's true. Like hatuwezi sema ni mimi nimejipeleka. Najua blame zote zi kuja kwa vijana. Ndio kwa ni ukweli. Zinakujanga tu na tukataangi. Juu utasema tuseme maybe tumeplan afu kwa ngori utanirushia ngori. Na useme ni ukijana by which hata kuendeaje maji tu ngori itaniangukia. Hata kama tulidecide si wawili have sex. Naona? But kitu tunafaa kujiuliza ni ndio hii msi akuwe pregnant. Ama ndio first waanze kwa sex kuliendaje? Nani aliintroduce hii kitu hapa? Cause once you test something, hauwezi wacha. It's hard. It's hard, but it's hard. You can, but it take time. Hard. You know tunafaa kuweka. Na pia ina depend na the introduction. Naona for example tuseme kama maid kuintroduce kwa sex, sio? Venye mlipeana ikakuwa ni like amekupea leo, sio? Ukabaki haya. And you are virgin, akupe kesho. Haya. Siku utataka akupe. Uende hivyo. Sasa ifike siku maid aende. What will happen? Okay, what you want to tell us is that kuna watu wako pale and maybe wako age maybe at 15 or even 20
nyumbani kwa kuko na mamate. You want to tell us that kuna watu wana have sex na hao mamate? Yes. Wengi Sasa sana. kuna wao hivyo ndio ukua. Most of it. Acha tuweke 60%. 40% ni kwa wenye 70%. 70%. Tuweke tu 60 cause turudishe chini kidogo. But before kwanza tuende hapo, acha tukuita before tuende hapo. Nilikuanga hapa nyuma kidogo kwa maid ndo introduce. So maid akienda, what will happen? She has said utataka. So by kutaka sasa ndio hiyo niletanga kitu ingine inhuman from intangwaje he said yenye ulikuwa umeficha from you, acha niseme hiyo from you. Juu utapata juu ile aji ya kutaka the sex inafanya unatafuta dem cha lazima mahali. Akili yako igongi love, akili yako igongi kujuana, akili yako inagonga sex. Kuzulishonyeshwa hiyo ndio poa na ukafilia utamu. Hiyo kitu si mbaya. Goda kiweka pale alijua mbona ameiwe. Yes. Sio. So ikiwekwa pale juu ya hiyo utamu si utataka mo. Meaning kwa mtu yote utapatana naye utataka sex. Na sisi vijana inasemekananga by which si ukweli but let me quote it. When you've erected hutumiangi kichwa ya juu, unatumianga ya wapi? Ya chini. That's true. Inafikanga place. Pia mimi kama umenipoteza. I want to hear like when a guy erects hatumiangi hapa, tumianga to think. Cause anataka kutuliza the urge. By which mwenye ameintroducewa na media anajua saa zile nataka nitapata, anafikiria kwa nini anapata. One, that hiyo inasaidia. Hiyo inakuanga encourage pia kurape. Cause unajua nataka you don't know how to control it. Cause ulishazoeshwa anytime unataka utapa. Ni kama mtoto umuonyeshe kuchukua glass na maji moto itakuchoma, umkataze atawacha. But ukimwonyesha chukua ufanye venye utafanya atazoea, na akiona uko na kitu mzuri anapata from it ataendelea. So akishaintroduce kwa hiyo sex hivyo ndio huenda. Na sasa hapo ndio sisi hatutakangi kuangalia, tunatakanga tu ku point fingers na kusema. Alafu kitu kingine watu husema sana, do not have sex. Ask yourself, not wangapi sasa wame have sex? It's 2021, yo, it's 2021. They are very many. Yes. But you see what mademu mwenye wameajiriwa kwa nyumba. Just know kazi yenye umeenda kufanya. Najua huwezi waambia hivyo. Yeah, I can tell them because I am a responsible mother. It's okay, but kitu nafaa kujiuliza ndio ifike hiyo stage ilifikuaje. Do you see? Najua we blame the wrong things to the wrong people. That's why I was going to Fizz. You can't blame that house girl. And you can't blame the boys too. Apana, somehow you can blame the house girl kwa sababu ni mtoto, ni mtu mdogo. No. But kuna watoto pia wakubwa wa 20 years. That's where I hata si watoto pia wakubwa. Uko na watu wadogo and they know these things. But you cannot tell me that kaboy nimeajiriwa mahali then kaboy kako 15 years then hata si 15 10. Really how? Sisi tumeshaala hiyo kitu happen. There's things like pornography na hiyo ndio imeleta. It's true. Yes, it is very true. But what we can say, we cannot encourage this to be happening. I'm not saying we encourage. What I'm trying to say is, let's not point fingers. Let's try and look for solutions. Exactly. Now the solution. Tusiseme maid haufai. Useme kijana haufai. The reason unafaa kujua ni steps gani wewe mzazi haukutake. Okay. Cause fault yote inafolianga mzazi. Not outa point kijana. Sasa kama sasa hivi venye CBC watoto wadogo kuanzia class 4 washaanza kufunzwa reproduction class 4. Yeah, sure. But pia hata kama unafunzwa reproduction, hata sisi wenye tulisoma tukiwa class 8 tulifunzwa reproduction. Lakini tulifunzwa tukua mbali class 7. Ili tusaidiaje? Ili tusaidia tu tulipunguza hatukujua hizo vitu mapema. No. Okay, ili tusaidia kuelewa na mwili ya mtu and all. Hiyo ni kuelewa tu, afu unajua. Yeah. Nothing else. Na kujua kama reproduction ilitusaidia kujua this happens and this happens, you know, kwa mwili ya dem. Hizo vitu tu, hakuna kitu kingine ati kubwa. Kitu mimi naweza sema pia kwa wazazi wetu ndio kukuwa na kitu wana lack
from kutupatia yenye pia siwezi tusiwezi sema ni responsibility ya walimu. Mzazi tukigrow na anajua tu hiyo time inakaa kuna vitu unafaa kutu introduce by the sex education. Pole pole tunaenda kitu introduce hii kitu huenda hivi si mbaya but at this age ni mbaya. That is what we lack. Tunaambiwa usifanye yo, si unajua mtoto akiambiwa asifanye ndo atafanya. Thank you. Hiyo ndio sasa ina lack. Haufai kublame mtu yoyote. Mida kienda pale kufanya hivyo yeye akona aja anataka kutoa. Okay, we are not blaming him. Yeah. Not see atini blame game but we are saying as in atukublame but ukienda pale kufanya job jua kwamba huyu ni mtoto wa mtu na pia wewe utapata watoto. That's true. So you get that. And also as a child kama ni wewe unaendea maid, just know that your maid anaweza pata ball yako and you won't be able to be responsible cause unapata kuna madem tu wako maid. But pia sisi wote unapata kasa hii a lot of people are very illiterate about the sex education part cause hatujui venye vitu zina happen. But fees hakuna vile unaweza niambia ati mtu ako 16 years na hajui akilala na dem atapata ball. Atajua but hajui how to stop it. Basi si atumie. So what's the atatumia kichwa ya juu, atatumia chini akisha erect. He won't think of the consequences. Oh my god. We have a very big problem actually. Sana. Kwa sababu sasa unapata I was about to say unapata huyu demu mwenye amekuja kuajiriwa huku ametoka kwa in a very humble family. So hana anything. Amekuja ameajiriwa kwa familia fulani. Alafu amelala na kaboy huko. Not even kaboy, even the father. As in the mtu wa huko amepata ball na hata iza kutake care of that child. Yes, yeah. Alafu tena atashanga sasa kama umeenda umeajiriwa kwa tuseme a lawyer or a doctor, you won't be able kwenda kusema kuambia wife ya huyo mzee ati mimi your husband alilala na mimi na nikapata ball. Yeah. So kitu utafanya utajitoa. Na ukijitoa now hapo sasa ndio shida inakujia. And yeah, si unaona? So to have sex it's very sweet. For sure sex is sweet. Hatuwezi sema it's let not. me smile about it. Sisi hatujaanza hebu tutajua tukiolewa. Wewe kitu hata unaambiwa ni sweet, jua ni sweet. Hata tu nikubali. Yeah, sex is a sweet thing actually. Yeah. But now ushaifanya then what next? You must think ni sawa nime-erect, it's okay. You want to use that head. You don't want to use your mind. Then what next? Mtoto wenyewe akipata boli yako akuja akwambie sasa fees nataka tulee huyu mtoto. What will you do? Utahepa. Anarukanga. Yeah, anaruka. Alafu na si fault yetu. Ni fault ya? Sisi wote we made the wrong choice. No. By kunipea uli make choice wrong. Na mimi by pia kukuomba nili make choice wrong. So haufai kusema I'm the one. Ni sisi wawili. Sisi madem. No, usiseme wanawake. Okay, sisi madem. If I didn't rape you, that is called fees jakata. Agreement. Sisi wote tulikubali yes. But wewe ni mwanaume unafaa kujua like hakuna story ya wanaume hapa anafaa kufanya hivi na hivi na hivi kama utaki anything. Okay, let me ask. Siko kuna single mothers? Yeah. Au si ndio wanaume wa watoto? Thank you. So hata nyinyi wanaume next. Okay, hapana. We are saying this Okay, tuzienda next. We are saying this. Ukienda ukifanya sex na mtu, think twice. Yeah. Jua the both of us we have to you think. Should think both of you, me and you. Na sasa hiyo kuthink ndio hakuna cause hatuna knowledge ya consequences zote. Yeah. Tutabaki atapata ball, okay? Kuko na withdrawal naweza fanya hivi. And don't forget hauna mambo mingi, you are not well educated about hapo hiyo the sex thing. Naona na sasa yeye anasema wazazi hapo ndio hawajatufunza, mashule pia tujeza kufunzwa deeply about it. It's like wanaogopa tuifanye yetu tunaifanya kabisa cause hatuna knowledge ya hiyo kitu. Cause the boy imagine ukaenge chini na mtoto unamwambia najua ukifanya kitu kama hii at this age this happens. Ukikunya hii ndio utokea. Have sex na mtu kao hivi ndio utokea kwa na STDs kwa na ina. Ukifeel ajka hiyo this is how to get from it. Na ikibidi kuko na kitu zinaitwa condom contraception.
contraceptives blah blah blah. Cause kuko na vitu huwezi zuia no matter what. But me husema fees. If ikifika pale and we are saying isifike, lakini ikifika pale it's a must. Tumia tu condom. Okay, yes, because thank you. Now, Yeah. Because now So contraceptives ziko na mashida mingi sana zitaletea mtu. You see? Yeah, because now after you have Najua pia condoms zio leak. Yeah, inaweza leak. But hauwezi niambia. Unaweza pata ujui kuitumia, sasa hapo ndo unasema kuko na vitu mingi hatujui. Juu unaweza pata uko na kucha, umeishika kitu, umegwara without knowing, mara imebust, mara imefanya a lot of things. And also withdraw inaweza fail. So kabisa. But why do you guys want to risk lives of these Many girls? ladies, Like yeah. Kwa sababu tuna risk life zetu si wote wawili. Unajua Charlie atakwambia spams. You see. And that's where we were going. Tulikuwa tunasema kadem una risk ni pesa. Sisi uzo siku nakuwa na spam donors. So sasa amekuja maybe ameajiriwa kwa nyumba ama ako shule ameenda kwa sababu maybe kwa ametoka kwa a very humble family. Hana kuna hizi vitu za every month za madem. Inaitwa monthly period. I know you don't know. I don't know. So unataka pads and you don't have money, your mother don't have money too. So most of guys will take that advantage. Watakwambia like sawa, it's okay, kuja kwangu, and because you want money for sure hiyo madem wengi wana fall into temptation ya kufanya hiyo. Na sasa hapo ndo nasema sisi wote ugo wrong. Cause vitu zingine ni sisi ni msibu wa kujitakia. For example, mimi ukiwa kwa shida tunajua nyinyi mademu kwa vulnerable at some point. Unafika place hata mjielewi, sio? So sisi juu tunajua uko hivyo na juu sisi tuko na haja kwa have sex, tunatake advantage. Exactly. By which mimi na take advantage tuko na kitu nataka na sifikiri. Tuko na kitu tunataka. After hapo consequences zikikuja mimi na tense na that's unaona watu wanapotelea mimba. But huyu dem ameongea na mademu wenzake. Ameongea na wasi wa karibu. Juu unapata mademu unaongea na boy yetu, kuko na walimu, maybe kuna ule guardian wa church, kuko na nini. Hizi ndio vitu siu hatutakangi kuongea. Juu tunaona ni kama kitu abnormal. Monthly period ni normal. Ni ndio kitu watu wanaogopa kusema. Na kama siku hizi at least siku hizi mademu ni muona wameza kukaa out wanasema sasa ina feel imefika ile time yangu na kilea, naona sitaki kutumia jina inakanga disgusting kiplani, sijui ati inanyesha. So yeah, so imefika hiyo time, sio siku hizo wameanza kuongea, but enzi zao wangeongea. Hiyo sasa ndio ilikuwa inafikisha watu to that point, cause we just keep quiet. Hata sisi maboy tunanyamazia a lot of things, cause unapatanga ulionja hii kitu ushakuwa addicted now in the first time. Kuko na mtu for example acha tu nitumie bangi. Kuna mtu atavuta bangi siku ya kwanza hatakuwa addicted. Kuna mtu ataivuta atakuwa addicted. Na kwa mtu ataendelea kuvuta na yeye hata ikuwa addicted. Mwili zetu ziko different. Hatufai kujilevel na wasi. So what do? We have to talk. We have to open up to people. Au ndo tusaidia. And also na pia ujue ni nani unashare naye. Yeah, and also not taking advantage of each other. Advantage lazima kuko na mtu atatake. Na hiyo ni kitu tunafaa kujua. Mostly it's men. But now guys, our guys, like we are trying to tell them this kwa sababu utapata umerusha huyu dem kwa ma problems nyingi. Tell her tutumie condom and take good care. Na siku hizo wanataka kwenda roho. Nyama wataki tusikie. Hata karo nasikia friction. You see now the problem is STDs iko. Yeah, kuna STDs, kuna magonjwa za HIV, kuna vitu mingi. And also now this pregnancy ameshapata na also contraceptives. Yeah. Wewe ukiwa boy umeambia hapo ndio nilikuwa naenda ukanisukuma sana because you don't want me to go there. Sasa nirudishe huko. Nilikuwa na try kusema hivi. Unapata majamaa wengi what they are trying to do ni ku take advantage of girls. Sisemi ati hata girls are take advantages of these guys. But you see una risk life ya huyu dem. Unamwambia tukimaliza enda ununue P2. You see? Na bali have sex pamoja. You don't know
P2 itamuaffect aje? Cause once you use P2 for so long, unaweza pata hata mtoi umekosa in future. Ama mwili yako imereactiwa and all those. So what we are trying to say is, before you do this thing, listen together. Ni sawa, wewe unataka kupatiana ndio upatiwe pesa ya kununua maybe kitu hauna. Because most of girls kitu yenye inawafail sahi ni kukosa open up. Cause once kama tuseme Grace it's my little sister. Akuje kwangu aniambie mimi akimi for the last 1 month sijakuwa na do ya kwenda salon and all that. Na nikuwe na hiyo pesa. For sure misizi mnyima. Ama aniambie mimi periods zangu zinakuja next week na sina do. Nitamnunulia hata carton mzima. You see? Because now ku open up girls. Sapo ndo mnapotea acha sasa niseme. Hata ni sisi the youth ama hata sisi wote tunapotea, we don't want to open up. Hatutaki kuongea juu pia we have the fear of we open up inatumika against us. Unaona. Kwa sababu that's umesikia nikisema tunafaa kujua tuki open up tuna open up pia nani specific. Anaweza ongea. Ataitumia against you. Juu pia marafiki si wazuri. Marafiki, but at least you're supposed to have a mentor. I always tell young people, it's good to have a mentor. Alafu sasa nikwambie kitu moja. Hapo hasa umefika kwa mentor, hapo ndio nataka tu usukuma ni kidogo. Let me bring it like a story. When I was young, nilikuwa napenda kudance sana. Nilikuwa naenda church, hiyo siku nilikuwa primary. Nilikuwa naenda kwa church fulani, ilikuwa tu neighboring hapo. Kulikuwa na madance wana dance na angalia I'm enjoying. Wana dance naenda home na siku nikisikia kidance na kuja naingia church. Naangalia but ikafika siku nikakutana na caretaker wa church akamwambia sasa, akamwambia poa. When we church akamwambia hapana, unafanya nini huko? Akamwambia najiangalilia. Akamwambia unakuanga church gani? Nikamuelezea church nakuanga. Akamwambia toka uende huko. So this now comes to kitu unasema mentors. Mentors wengi wanaweza tafuta kwa church. Sio? Yeah, sure. Still not a good place to look for a mentor. Because I say they are very wicked. Unamzoea sana. One kuna kuanga na wale wabaya. Kuna kuanga na the bad people. Simaanisha ati wa church ni wabaya. Nimepena tu example. This people juu najua a lot of people watasema huku nje ni kugumu, acha niende kwa church. Pia wasisi wapoa. Okay, what I was trying to say when I said about a mentor, it's someone that you can open up to, not necessarily mtu wa church. Anajua anatry kusema cause we all run kwa churches. Tukiona huko ndio safer, but unapata huko ndio kubaya. Do you know me, before ni settle into one church nimezurura churches ngapi? Cause each and day I'm not against the church, but I'm just saying the truth venye ku happen huko nje. Nimezurura churches mingi zote, unaenda unapata kwingine mara wanangangana nani anavaa poa. Na kwingine unapata pastor hata hana shughuli na nyinyi. Hata umwambie nini kaa hana shughuli, unaenda kwingine unapata everyone is rude. Juu church ni kubwa, sijua nataka mko kwa class gani. Like before you settle into one church, watu wamezurura. That's unapata a lot of people are not going to church these days. Kwanza youth. What you want here, because we are here tuko kwa hii platform ya Sky Cable, we would like also to speak to our church members and leaders and the pastors and all that. My youth pia church inafia. Alafu pia tunajajiwa in churches. We are much judged. Kwanza watu wa dread. Yes. Sisi kwanza, let me tell you the truth. Kwanza uyabu tuwaonyeshe. Sisi place moja nimeenda urembo. Maajabu. Alafu tukatie mtoto wa pastor. So unaona shida inakuwa they judge us so much by which you are not secure in those places. Na mbona hizi vitu zio happen? Cause sisi tunatry kurun kwa church, tunaonyesha how desperate we are. They take advantage. By which sisi pia tutafaa kuwa na limits zetu. Pia tukishare, si ushare too much. That's why uko na mtu anaitwa mzazi. Na kuna wengine maybe ndio unaweza pata hiyo hadi unaweza ongea naye. Shida yetu tunataka pia kuenda out of the family. We have to do before we go out of the family. Angalia kwa familia nani unaweza share na yeye. So uangalie ukiona hapa ni kongori, sasa broaden kidogo, usonge nje kiasi. Utoke na unaweza enda hata unaweza enda hosi. Najua kama utaki kusema enda hosi, kuta daktari yoyote mwambie aje. Mimi niko pabaya, niko hivi na hivi na hivi. Nanyesha please na pads nisaidie.
Unaongea pole pole. We want this. Shanga kama watu Anajua anasema. Najua this is how you talk to them. Juu utaki kushout tunaputanga. Hi. Nanyesha na sina pads. Please help me. Hakujui. That's the best part. That is your secret na mtu hakujui. So atakwambia kuko hivi na hivi, mwambie mimi sina na nyesha hivi karibuni, please nisaidie. If anaweza kusaidia atakusaidia. Ukitoka hapo si unaweza find another place kwa kuseek help. Si lazima uende kushare kwa mtu unajua. Unaweza share to a very anonymous person by which unajua utampata tena. Juu kuongea troubles zako imesolve half of it. Any part umekasirika, umekuja umewaka, uiongee, half of it is solved by just talking. Kutoa hiyo steam. Ukiwa na noma ya pesa na unajua maybe kuna place pesa iko imefungiwa na umekasirika itoki, talk. Sure. Nusu imesortiwa sasa pesa ijilete. Utafind solution. But tukikuwa so much frustrated ndio inaleta pia depression. Inaleta depression, unaanza kufanya vitu weird even you without knowing. Hapo sasa ndio unapata sasa kama hizi stories za early marriages zina happen. Cha depression unapata mi home nimeteseka sijui nini. Kuna boy ananitaka na kwa kuna pesa nataka kuolewa. Ndio usekiwe the bag unaenda kupata bola. Una akili ndogo venye imekufanya. Oh my God. So okay. Sasa we were trying to say this. My church pia wamefia. Kabisa. So our people, I'm a church person and we are not against churches. We are not against churches. We are, okay, all of us are church people and what we are saying, mayuzu wetu wanatafuta mahali kwa kupotelea but hawapati place kwa church because tunawajudge sana. Like for example, fees ukienda tuseme kwa atuta name ni church wasione like tuko against them. But tuseme uende hivi, I want these people to see. I want them to see again. Nataka nijikirea sana. Na akona hizi vitu. Huyu jamaa ako fees ni good hearted. Na niko na sauti mzuri He's good hearted. But mostly akienda kwa church mingi atakuwa denied. Kabisa. Like wataanza kuona huyu kama mwizi. Kama mwizi ama ni kasichana ama ni gay. You see, but it's not like that. Anafanya hivi. People misjudge. na kujudge sana ndio mbaya. Yeah. Na kitu mimi na I always say, we are not in a position to judge anyone. Sure. God alisema, do not. Siko kwa 10 commandments ama haiko? Haiko kwa 10 commandments? Do not judge. Yeah, iko kwa the Bible. Yes. Do not judge. Sasa shida yetu ni we judge. Yeah, sure. By which una judge mtu na ujui venye yako kwa roho. Kuna msedi hardcore hata mjajaji hata feel kitu. Exactly. Kama mimi si mara moja ama mbili nimeongelelewa vibaya, tumeenda churches na watu tulikuwa tuna dance nao si wengi, tulikuwa na trade. Tunaenda churches, tukienda kuperform watu wanaongea vibaya. After you've performed and you tell your story, wanabakiwa. Because one of our friends had cancer. Nilikuwa high school, alikuwa na cancer, akaenda 16 chemotherapies. Tumekuwa naye kwa hiyo process yote and it's not easy. Na akasurvive and is still alive hadi sai. Na we thank God. Ikabidi juu akipata cancer nywele ilikuwa inaanguka akasema mimi naweka dread. Yani kushow the fight nimefight. Na akaweka dread refu kabisa. This is what I fight for. Nilikuwa naangusha nywele sasa hizi yanguka ndio hizi. Okay. But people judge without knowing. Sasa kijana na roho yake rahisi, uongee vibaya, unafikiri unamrudisha step inakaje nyuma. Sure. And I think we also need a day to talk about the easy bits how the lifestyle of youth. Because watu wengi maybe the way of dressing and hiyo tulikuwa tumeongelelea, hatukuongelelea about the hair and piercing and all those things because my youth wetu wako kwa hizo. So we wanted to tell the church, like watu wa church, embrace these youth. Like tuwashike hata sisi wenye tuko hapa, sisi ni watu wa church. Pia hata si mayouth tushikane. Yeah, hata sisi mayouth ndio tunatengana kabisa. Lakini mwana youth akikuja akwambie like I'm going through this and this, kwanza wacha kumjudge. Because me, I am sure, I am a testimony.
Na pia wengine pia we make mistakes. We are human, we make mistakes. Yeah, So what kini judge so unanirudisha tu pale nyuma. And that's why you are seeing mayuthi wengi akienda akipata hiyo ball ana prefer kuabort. Because now you go to the church inakulikataa. Ukienda kwa wazazi wanakataa. Ukienda kwa bwana anakataa. Yeah, alafu kitu kingine pia tunafaa kujiuliza, these people who are aborting, mbona wana abort? We are getting there sahi tu. Okay, now it's tulikuwa about the contraceptives. Kuna effects mingi sana za contraceptives. Kabisa. Do you know some? Yeah. I believe that you when pia any demo unaweza ni dem, yeah, you can give us your view. Like we are trying to help these people. So me prefer if you can't use, but then kuna hizi vitu zingine kama hizi contraceptives zingine hizi za condom. Mostly zina affect madem. Kuna mwenye unasikia amekonjeka huko chini ameshikwa na infections. Hizi zingine zinakuwa na flavors. You know. Changu interrupt kidogo. Ukisema acha tu niongee staki nipite. Hapo kwa infections. To get infections ikwange ni condom mbaya. Hapana Sam. No, ikwange ni condom mbaya by the way. Ni uchafu. Uchafu gani? Unapata hiyo ni uchafu. Cause either unaweza pata you guys are making me happy. What are you trying to say? Like let's say the truth. Inakuwa ni uchafu cause unapata dem amekuliwa na boys kadhaa. Kidogo tu amekuliwa na maboys kadhaa. So boy kuko na zile vitu wa utoa majasho nini, sio dem kwa na jasho yake, boy yake, mwingine. Hizo zote ziki-accumulate kuko na time itakujitokeza. By which utaanza kusema boy ume have sex na the last ati ni yeye. Yeye ati zile vitu umekuwa accumulate one by one. Alafu kwa the condoms kuko na wenyewe wanasema this type of condoms zinafanya feel friction, by which is the truth. Kuko na sasa zingine water based utafeel friction. Zile za Yes, hizo dotted na nini. Yes, kuko na kila msena preference yake. That's why unaambiwa ngwa before anything you do enda hosi. Kuta hao gynecologists waambie sasa niko sexually active, I want to start having sex. This is what I have, nataka nisipate mbona, nataka nini, what can I do? Utapimu utambua maybe you can use this, you can use this, you can use this. If you are ready. Najua kuna msia anafika time unasema now I'm ready. Dr. Love. Huyo tusimame hapo kwanza. One thing I also want to say. Yes, it's that infections ziko. Not necessarily because of uchafu ya wengi. Yes. Kuna mtu atatoka hapo. Kitu nasema ni haitoki kwa condoms. Inatoka kwa mtu. Uchafu. Lakini kwa pia mtu specific. Yeah, lakini pia let me say this. Maybe through experience. Maybe. Kuna condoms zinaharibikianga watu. Some people. Hapo ni ukweli. Yeah. So, kuna vitu mingi. Before you get into this thing, just know that you are risking a lot. A lot. You should sit down, know your person. Mademu waache kukua alikuwa najiachilia sana. Kukua desperate like now sina pads. That's not enough reason to go to someone ulale na yeye. Yeah, kujipatia na mwili yako ndio upatiwe pesa ya kuenda kununua hizo vitu. No, that is prostitution. Ndio kweli. Unajiuza ndio upate pesa, and that one it's wrong. Like sit down. If it's kuna ile unasema like now mimi nimesikia now I don't know siwezi vumilia. Sit down with that guy. Discuss. Tell him look, sasa mimi ni sawa. You want to have this with me. What if nipate ball tena and then impimwe? Because also hapa kwa nini ale pregnancies kuna vitu pia zingine mingi sana zinaweza kupata. Unaweza kosa kupata pregnancy, upate HIV ama upate hizo infections. And that guy won't be there. Hata unaweza kufa. And not also see eti ni a guy peke yake. Even you guys, before you fail to think na kichwa ya juu ufikiria mambo ya venye unataka, the urge,
think. Najua sisi tunaonanga ni kama hatutaigonjeka. Amwezi gonjeka. Zetu ni mbaya. Yeah. Zenu, but zenu still come before they show up. But ile time ita show up it's bad. Yeah, exactly. Inafika time kama kuko na zile disease unakojoa, unafeel uchungu, unachomeka, zingine hata ukojoi, unatoa pass. Like it's very bad. Mara umefura, sijui nini. It's very painful. Ni venye zetu ziujificha tu kiasi. Nazo zikitokea ni mbaya. The same to as you girls. Kona zile zitajificha zitokee. Naona that's why umesikia nikisema before ufanye kitu kwanza piga hesabu yako. Exactly. What's happening? Why am I doing this? Consequences ni gani? The advantage and disadvantage. By which disadvantage ni nyingi, advantage ni kidogo. If you are doing it for fun, disadvantage ni mob. Yeah. You can mess up anytime. Wow, the show is becoming so interesting, guys, and I believe that maybe unajua kadem na hapo kalienda kakapata ball ama kakapatwa na ugonjwa ama kanatumia sana contraceptives and all that ama kaliabort. Hatusemi mtu jua aliabort ajichukia ama nini. These are the people we want to bring together. Ndio wajipende wao wenyewe, because there are some things once you do them utajichukia. So I want now to get to this girls wanakuwa pregnant. Unapata dem amekuwa pregnant and we cannot say you are abort. Before now we go to the abortion part of it. Tumeongelelea the contraceptives part of it, the effects na sipoa kutumia hizi vitu. And if you must use, acha hii kitu inaitwa emergency hata pill. Seek medical advice. Exactly. An emergency pill, it is something emergency. Emergency. Hawezi niambia tunatumia emergency pill leo, kesho, hawezi. every day. Kwani unakuanga na emergency kila siku? So before you do these things, at least it's good to sit yourself down. Think, hizi vitu zitaniletea nini? Nasdali wapi? Yeah, kuna mademu wengi sana hawajui kama hizi madawa ziko na effects nyingi. Hizi madawa, my girls, hizi madawa zitafanya matiti yako itaanguka at an early age. So hakuna jamaa hata kupenda. Lakini pia zingine ziangukange juu ya hizo. Do not judge. Okay, we are not judging. We are not judging. We are saying hizo sasa ni effect. Kuna zingine zinaungukanga tu na nature. Zingine unazeeka haraka. Unaharibika uso, mwili. But you see now, apart from sasa hiyo ilikuwa just a by the way. Zinaweza zoea sana mwili yako na ukose mtoto in your life. Kabisa. Azini kuharibu in a way that your body won't function. Ama upate falio tango placenta yezi hold mtoto. Yeah, and also the cancer part of it and all those things. So before you use any contraceptives, you sit down. Yeah, you think, sit down. Seek medical advice. And mostly before you think sana, enda kwa daktari akusaidie kuthink. And also you guys, before you use these, zinaitwa nini? Hizi vitu za kuwapatia nguvu ya ku have sex with. Those are very risky ones. Yeah, so hizo ziutumiwa kwa specific people. Pia hiyo ni daktari anakuambia now you can use this at this certain of amount. Ni kama weed. Kuna inapeangwa kwa hosi by injections. Na kuna wengine anaambianga bibi unaweza vuta. In other countries unaweza sijika Kenya iko, I'm not sure. By which umeprescribe na daktari juu kuko na kitu inakusaidia. Sio all about atitu kukua hai. So misusing some things si poa. Before you fanye kitu, enda kwa daktari akuambie unaweza fanya hii, tumia hii. Sure. Hapo ndo utajua now I can go on and do it. Yes. Yeah, so my people, our people, our ladies and our gentlemen, Kaigi, before you use these things, let's think what you are seek doing. Medical attention. Yeah, seek medical attention. Because si watu wengi wanaendanga hosi. Mimi hata sijui kanjoi kanyaga. Watu wengi wanaendanga hosi juu ya nini? Kutumia family planning. Hapo ndio watu wengi wanaendanga hosi. Na pia wengine wanakimbianga sasa ile it's too late. Yeah, kuna pia inakuwa emergency. Kuna pia mademo wako so young na washaanza kutumia kuna coil, kuna hii inaitwa nini? Sindano ya 3 months. Kuna sindano ya 3 months. Kuna nyingine sijui inaitwa nini, whatever. Kuna wasichana na ni dema kwa form 3 ama form 4 and you are using that. Ebu think about your future. Think about nimeanza ku family plan sasa na sijaolewa. Why am I family planning? Because I want to make someone happy. And nijimalize mimi mwenyewe. So guys, people, my people, let's think about this because life ya nyuma inaweza kukua mbaya sana. So now
Thank you so much because of that. Now I want us to get now to the pregnancy part of it. There are some people outside there. I want you to now talk to guys, because mi naeza shindwa kusita guy chini ni mwambie anything about. I have seen very many girls suffering because walienda waka have sex wakapata ball, then jamaa karuka. Ebu imagine jamaa, you go together, you enjoy together, then umeruka. Jiulize mbona ameruka. Ni sawa, whatever the case. Whatever the case, it might be good or bad, but why are you doing this to this young person? Like, even if amekuwa mbaya kwako, mtoto ni wenu nyinyi wawili. Take your responsibilities. Kama labda ilikuwa one night stand. You see, kuna sasa hiyo ni ingine, we will come to that. But now we want to kwanza kuongea na hao watu wenye wamejipata kwa hiyo situation. Sio ile ya kuonana leo mnaenda kesho. Ini ile you have been together for 1 year. Yeah. A person amekuwa pregnant for you and then you want to leave her. Really? Why? Najua kitu mimi nitasema ni kuogopa responsibility. Hiyo ni inafanya watu wanaruka. Another thing, you are not ready. Juu maybe ume have sex alafu ikafika place ukaona amepata ball kwa okay. Ashapata. Wewe upige hesabu zako baki haziingiani, unaruka. What we don't ask ourselves nimeruka, yes. Have you asked yourself kenye huyu mwingine anafeel? Exactly. Umejiuliza kenye huyu anapitia? That is the worst time ya kukasirisha mwanamke. Hiyo ni time ufai kumkasirisha. Yes, kuna hiyo amniotic fluid and amniotic sac itasaidia hata kupata stress hizi kwa mtoto, but pia ita affect mtu kiplani. Yeah. Na unajua saa hiyo hormones zenyu zinakuanga juu sana. Dem akiwa pregnant, guys, hormones zake zinakuanga hapa. By which ukianza kumpea stress ama uruke hiyo ball, manzi depression imemshika. Maybe she used to love you so much. Tebu angalia movie. Dem akidate boy. Alafu boy atoke dem ama one of them atoke mwingine. Sio moment kuwa very sad na very depressing. Sasa now hormones ziko hapa. Na kona ball. Sasa jiulize itakuwa times what? It will be very bad. Dem anaweza fikiria kujinyonga. Dem anaweza fikiria kujiua. Anaweza fikiria kukula madane. Anaweza miskari. Rajina kani kasukari. Okay. So pia dem anaweza fika place aseme okay, now let me abort. Because dem amepiga hesabu. Mimi siwezi take care of this. Mbona nikae nayo na ule ameruka, niko nampenda mtoto wake, mtoto akikuja fanane na yeye. Sitashinanga nikichukua huyo mtoto forever and ever. Jona kama baba yake mwenye alinipotelea. So hata miscarriage. Usikam kusema dem alifanya vibaya. Yes, hata yeye kutoa alidu vibaya pia, but pia fault kubwa pia ni wewe kijana ulimake from kuruka. Na pia nyi wote mlimake mistake by could do the act bila kujiangalia. So hapo ndio maboyu si upotee unabaki can't do this. Lakini feasible ni na ni juu acha kidogo. Sawa. Kitu moja mbaya ni hatukupiga hesabu tukienda kwa sex. Mimi sinafikirianga watu wakianza kudate, sasa tumele kumeanza kudate, mnakuanga have hizi conversation, mmekaa chini mmeongea, cause hata uwezi niambia tunaweza tumia maybe na chali yako ama demu yako protection. Sawa. Na hiyo unasema hiyo ni telenovela. Cause a lot of relationships siku hizi hazinanga hizo. They fear saying the truth. Wanaogopa kuongea vitu tangawaje? Vitu serious za life. Juu unaweza baki okay. So umeshaona relationships zenye boy hata support dem na Kenya anafanya. Sio? Wewe ndio boy utaenda kumwambia venye msipate mtoto. Naona ama dem hasikiagi Kenya boy anasema dem tu ni chizi kivyake. Anataka kufanya vitu na venye anataka. But yeye apigi hesabu haambiliki. Hiyo ndio shida pia si uko nayo. One, we don't want to be told and we don't want to hear. Na pia sisi tuna assume. Na the assumption thing hapo ndio uharibu kila kitu. Juu hatupigi hesabu ni okay,
when you have sex upate ball hapa mbele tutadu nitaangalia vile isafa heri useme manzi we messed up nitaangalia hata ikuwe ni shida gani nitaangalia you take up the responsibility ikifika hiyo place now you're manning up juu umeitikia fault yako but shida na kuanga you've made the fault unapotea tukirudi hapa nyuma you too never thought of seeking advice kwa people you never thought of talking nyi wawili muone hiki happen and then ndio unapata kuna wasee tako na relationships zingine unapatanga mtu amedate for 3 months wamehave sex akapata bola akapotea nani mjinga kwa hiyo story si ninyi watu wawili jumulikimbilia kitu instead of building something hamtaki kubuild najua kwa relationship it's not all about dating having sex kissing saying I love you sijui nini it's building something mna build future juu msha take part ya kukua wawili by which ni kama marriage but najua before marriage kwa sababu mnakuwa na ile courtship na hiyo ndio part sasa ndio mnaongeanga everything kwa line na sasa hiyo ndio part hatutakangi kuitake vizuri sisi ma youth tunatakanga courtship alafu having children na hapo kwa sex hapo sex wasikuizi hata wataki courtship wanataka sex courtship then sasa mjue afu tujue kama tutaoana you see now siku moja na kuambia we can't ati no nimeangalia hivyo nikaona you're not my match na uko na mtoto wake yes sasa ndio shida kubwa sana because hatu take time juu naona one red flag us girls wewe see us girls but unaona feel mimi husema ukipata mtoto na mtu kama humtaki ama unamtaka leeni huyo mtoto but pia we have but tunafaa kuangalianga red flags before we start dating exactly na dating haimaanishi having sex that's not dating sure yani kwa hafani hiyo tu ni kiria mnafanya ni matabia zenyu mbaya mnafanya we should also have another day for talking about things to do when dating hizo tutanini because we need this because most of people wako hapa kwa haka kitu they are not hawaelewi niko na chalisi sijui kama tuna date ama tuko tu ya friends sijui ni alafu ukitaka kujua red flag moja hii ndio nataka kusema red flags one uliza boy anafikiria nini in the future mkipata mtu huyo ana plan aje muangalie he serious with his life or not anaweza fake no wacha nikuambie ukitaka kujua mtu ana fake take your time It's true, take your time. But you see, hapo ndo utajua mtu wa kufake. Na ndio maana tulikuwa tunasema before you do anything, kaa chini, think twice. Yes. Sit down and sit yourself down, think. Ni sawa, I'm going to have sex. Na pia mtu mna date ni rafiki yako. Exactly, it's he your friend. But most of them are. Ama ni mtu ulipata naye. Sasa hiyo ndio wrong tunafanya na hiyo ndio kitu kubwa tumepoteleanga. Najua tulionana Facebook tukasalimiana. Tukaenda date ya kwanza tukaona tunawezana tukastart dating yao. Lakini kuna zenye zinaweza work. They do but hamtumia hapa najua we are asking for kitu legit kitu itakaa. Hata hiyo unasema ita work itafika place ita break down because you weren't friends before dating because uji mashetani ya huyo. Unaona? Yeah, sure. Kuko na time unafaa kujua huyo akikasirika mashetani zake zinamfikishanga wapi. Atachukua kisu stab mtu. Ataka hivi ajinyonge. Ikifika place kumetokea maybe shida ya finance anafanyanga aje? Yeah, sure. Let me cut you because we don't have a lot of time. Tuko na time kidogo sana. Kabisa. So next tutafuta time ya hizo sasa na tutakuita by the way. You are here red. Hapo kwa red. So hapo kwa vitu hizo za red zenye unasema. So we need time for that. But for today, let's try to think about tulikuwa tunasema guys, ukipata mtoto na mtu hata kama hutaki huyo dem, think about the pains she will be going through after umemwacha. If you are not serious with someone, if you know that very well huyu dem akipata ball nitamwacha, akiwacha maisha ya huyu dem, kwa sababu madem wako na stress sana. And also
because now you know we Hata are sisi youth. hupata stress. Hata nyinyi mko na stress. Si kwanza ndio kwa stress sana juu No, tunangojenga kuona kama tutapata ile monthly period ndio yeah. tuweka tu. Najua yes yenyewe tuseme already ushakuwa pregnant na ukaona. Sisi stress inakuanga ni your responsibility. Juu tunajua madem tafika place mwezi wako. But that doesn't mean that you leave the responsibility to the one person. Yes. At least you should shikana pamoja mle huyu mtoto. No, that's now sasa ni marafiki wameshikana. Marafiki. And that's why we need a day to talk about now the You said you're dating. Yeah, dating. Now you have spoken to we are speaking to these people. Umeongelelea about the guys. Now as youths I now want Grace here. Because you know mi kuna kitu naweza ambia kadem kaone sasa huyu ananiambia, but kuna kitu Grace anaweza mwambia aone like for sure kuna madem wengi sana Grace to interview, we are here to learn. Tunasomeshana and I believe that watu wenye wako hapa leo ni class tuko class hata before useme hivyo ukienda kumuuliza question na ajibu one thing inaweza taka kuambia tu pale home. Usiyeifikiria juu mtu ni mdogo kukushinda hizi kukuambia kitu. Hapo ndio si upote. Utapata the younger person ako na akili kukushinda. At that time. See like yes akili meaning like at that time or that situation and I think kukushinda at that time. Na hapo ndio si upotea cause hatutaki kusikiza tunasema huyu ni mdogo hizi niambia. Yo listen. If we learn to listen, tutakuwa safe. Yes, msikize ubaki. Ikiwa ni kitu positive ama negative, then you can sit down. Na utapata huyo ako chini yako ndo atakusaidia. Umeacha na chali yako akaenda huyo kuambia usiabort. Sure. Uanze kumwambia, unajua responsibilities siji kutenda kwa kuwa no. Akikwambia usiabort, muulize mbona unasema hivyo. Najua yeye sasa ufikiri juu uko depressed, acha kuelezea ukitakwambia hizi ndio risk kutenda hivi na hivi. Afu umwambie okay, sitaabort. So nikikipu mtoto unajua mimi nitateseka. Juwesu kuona ile hesabu yako ulimake ukisema nataka kuabort. Umwambie hizi plan hata kama kwambie hivi na hivi na hivi na hii na hivi. After hapo ndio utabaki okay. Umwambie cheki mimi ndo naogopa but are you sure nawezana? I'm sure they are reasoning. Yes. You guys watu wanataka kusikizwa. If you try to reason with someone usiangalie age. Yeah, just exactly. Reason. Yeah. Ukisha reason that's it. Yeah, sure. Ita make it easy. Naona kama for me mimi nikikam kuintroduce kwa story ya sex education, sex education. Tuliongeleshwa na he was my mentor. I want to cut you short now. Oh, cut me short. I'm long. Yes. Because you hiyo ndasema huko mwisho. Yes. Mani malize tu. Today I'm the producer. Unajua sasa producer akiwa hapa anatia. Na mimi akiwa huko ananiambia no. Haraka. Now I have another producer who is telling me ebu mwambia achane na hiyo story. Wako na mbaya. Go home. So Grace, as a youth, as a kastana kadogo, kaslay ka cute girl. Sintaanguka. Mpaka mafuta. You girls. Yeah, si ni karembo. See, it's true. Si uongo. Yeah. So I believe umekuwa na marafiki maybe they are using contraceptives. Wengine wanataka kuabort, wengine wako na ball hiyo wanashanga. Kuna madem pia wako huku maybe ama wako na watu wao wanaweza watumia hii kitu wasikize na wasaidike. Wako na ball. Sasa wewe umepata ball. Wewe sasa kama Grace. Take it like hata nimeogopa. As in what can you tell this girl to as in ataishika hii kitu aje? What I can say, me personally, acha ni mimi nimeshika hiyo ball. Then jamaa uniruke. Nieke ball nipate mtoto anafanana nayo. Unajua these men wanakujanga kurudi after umepata mtoi, amemaliza 2 years, then you are coming back. My brother, you won't see that kid sema hivyo kidogo. But okay, mimi naweza prefer usitoe hiyo ball because ukitoa hiyo ball una risk life mbili yako na ya mtoi. Kwanza huko na the future. Alafu maybe ilikuwa mtoto wako wa first na wa mwisho. Maybe utaipata mwingine. So hata hizo huko na huko kwetu there's a lady abort akiwa 7 months. Imagine that risking.
So kile kitu unaona venye unajuanga ati huyu mtu amelala na mtu cause obvious ako na ball. Sasa alirisk hivyo. Sasa yeye Mungu alimsaidia haikumharibu. Alafu kuna hii part ya if you are pregnant and you try to abort and you try to abort, kuna zile vitu hazitokangi zote. As in kama mtu yeye kashaanza kugrow, kuna zile uvenye unaenda kutolewa vitu hata nasikianga ni kimashini kile hivyo. Sasa si everything inatokanga. Na isipotoka yote utakuwa na shida, mara unasikia umegonjeka vitu hata fani ukienda husuna mbuko sawa. So before akuje kunotice huko chini inakuletanga shida. Alafu if you must take emergency pills, my sister, enda ununue maji ujulikani. Ushaifanya makosa ya kununua area yenu. Na isikuwe emergency ni kila siku. Na emergency siku ya kila siku. Hata hizi emergency zinaharibu mademba sana. Unasikia mtu mara kuna ile utajipata ni sawa nimejipata hapo, but it should be maybe once. Inafaa kukua haiko, but ikifika hapo not even once in a year. Tutasema not once in a year. Inafaa isikue, but ikikua but ikikua na ndio kupotelea hizo vitu ndio tunasema seek medical advice. Exactly. Ndio upunguze hizo emergencies mnasema. Exactly. Na ndio pia kukiwa na emergency unajua nilienda kwa daktari nikamwambia this is the best pill for me. And even after seeking the medical attention, abstain. Yes, abstain. Hatuwezi ambia mtu ameonja abstain. Okay, we can hatuwezi mwambia hivyo. Hatuwezi mwambia hivyo. Do you know it's possible? It's possible, but kuambia mtu kao huyo inafika, acha tu nikuambie. Kuna kuangana ile pressure kutoka kwa erection. Na si rahisi. Sikatai. Yes, kitu iko ni ukionyesha mtu kucontrol kitu ndio itafika place anaweza sasa sema I can abstain. After amejua kucontrol. Usiambia mtu acha pombe na hujamwambia procedure ya kuacha pombe. That's why we are saying this, our producer, our fees, we are saying before you seek medical attention, hapo haujaanza hizo vitu. Before you start these things, ukisha seek medical attention, it's good to know because maybe of that now emergency inakuja, abstain. That is it. And if you already started that, try to kujikaza. Ukisikia sasa umeshindwa sana kujikaza, but jikazeni, watu wajikaze. Watu wajikaze kwa sababu sasa hii kushindwa kujikaza ndio watu wanapata balls, then ukipata ball unashindwa na kuicontrol. Unaenda kwa mama yako anakukata. We don't have a lot of time to make bakisha 10 minutes. less than 20 minutes. So kuna hawa watu wenye wako na ball. Me, I will advise them like a parent. I will tell them kuabort ball, it's not a solution. Because utaenda kuabort maybe na madawa ama na hizo njia zingine ukufe. Ukikufa utaachia watu unajua hata watu wenye wanasemanga nitakunywa dawa nikufe, before you do that think watu wenye nitaacha, mama yangu, baba yangu. Naje ikifika hiyo place you don't think. You don't think depression, it's not exactly easy. That's what unasikia nikisema if you need to find someone, talk to someone. Exactly. Depression, it's not easy. Yeah, that's what I'm telling these people. Before sasa ufike hapo kwa kusema I want to abort, heli tu leo huyo mtoto. Wacha tu achana na kuabort. Lea huyo mtoto. Sasa kuwa mtu mzuri, huyo mtoto na ujue sasa nimejipata hapo na sasa nitalea. And also the guys, mkishapata ball na dem, take responsibility. Inakuanga tunapata ball na dem ama ni dem amepata ball? Si mnapata pamoja. Si mnapata pamoja. Kwani msoni wa dem peke yake. Lakini si anabeba lakini mmepata nyinyi wawili. Kama sio yeye singebeba. Yeah, this is your child. Yohua. Angalia. Sawa. Angalieni huyu mtoto and mkiangalia huyu mtoto mumule, hata kama hutaki huyu dem na wewe dem hutaki huyu boy akue bwana yako, wacheni mule huyu mtoto pamoja. Maybe inaweza fika mahali muone sasa dem anataka kuolewa na mtu mwingine and you want to take responsibility of the baby, it's okay, you will agree. Now there is the parent side of it. Wazazi, dem akipata ball, wazazi. Ama wewe uende uambie mama yako sasa, mam, umepata ball. Sasa mam, Grace ako na ball yangu.
we try to tell these people something, because wazazi pia we spoke to the church na tumeongelesha Marafiki. azin wahusika. Sasa tuende kwa wazazi. Yeah, kuna wazazi. No, wazazi unapata mama ama baba ni wa church sana. Mtoto wake amekuja na ball. Ama ako huko kwa habo back. Ateke. Ako huko mahali hawajajiweza vizuri. Na mtoto wake ameenda na ball. What are you expecting? As in sahi, as in where as a young person, unaona kama ukidili na mama yako anaweza kuambia nini? Na one thing I can say about this ni before ufanye kitu fikiria pia wewe background yako inakaaje. Juu pia background yako inaweza kuumiza. The guy anaweza kusupport but mzazi haisupport, na pia inaweza kuumiza vibaya, inaweza kudepress because mzazi hasupport. Before you do anything, ask yourself, am I ready for the consequences zenye zitakuja? One, mzazi ataitikia, boy ataniruka. Sasa tukirudi kwa mzazi, another thing wazazi uharibu sana ni kuongea vibaya, yet situation isha happen. The mistake is already done. The object is damaged. So hata uongee vibaya ufanye nini, isha happen. Sasa kuongea vibaya ndio unaendelea ku damage chenye iko hapo. Ama hata kutupa huyo mtoto. Kabisa. Utafanya mtoto akuchukie, utafanya mtoto akue depressed. Utafanya mtoto atoroke. Yeah, utaribu a lot of things. Yes, she has made a mistake, or he pia inaweza kusaidia boy make hiyo mistake. Hata kama alikuwa anajua, wala tuseme ni mistake, but kuongea kwako itaharibu a lot. Kama mna news kuko na mtoto alijiua juu mzazi wake alikuwa anashinda akisema ati tangoaje, mzazi wake anamuongeleleanga vibaya akisema heri ungezaliwa cause ningekuwa lawyer. Na alishindaga akisema hivyo. So siku ya mama yake, birthday ya mama yake ikifika, boy alienda kaandika hivyo letter, mimi nimejinyonga because ya hii, akajinyonga akamwambia acha sasa niende ndio upasi huyo career yenye ulikuwa unataka. Sio unataka kuwa lawyer, ndio ulikuwa unasema mimi nimezuia, na nimeenda sasa. Sasa ona penye imekufikisha juu ya hapa. Mdomo ni mbaya sana. Mdomo, like wazazi tuangalie midomo zetu. Juu ninajua hata mimi nitakuwa mzazi very soon. Like tunafaa kuangalia hata sisi marafiki wetu, nimesema najua hii apply kwa one side. Juu pia wazazi wenye tulikuwa nao ilikuanga place wanasema ni mimi nitakuambia, respect no nipe, si mimi nikupe, and that's very wrong. Let me help you. Can I help you? No problem. Tutasema hivi. Mzazi sometimes anaongeanga out of pain. Yeah. Sasa hiyo ifai ku happen. Ndio nasema hivi, mzazi, let your child be your best friend. And wewe mtoto pia wacha mamako ama babako akuwe rafiki yako. Najua shida moja inakuanga tutaalao hiyo kitu iharibikia kwa njia pia. Kitu gani? Kukua marafiki sana pia. Okay, sisemi ati umkue so much close, but I'm saying ikuwe like sahi ni limited. Grace akipata ball, anaweza pata courage ya kwenda maybe atume auntie yake, ama lakini sio ile fear ya like mamangu ataniua. Unaona hivyo? Mamangu ni mkali, mamangu ataniua. Exactly. Kwa sababu hizi ni vitu zina happen. Yeah. I know we don't have time for this and we really need tunahipotea. Tunataka hii kitu sana because we have less than now 5 minutes and we need to wind up. True. But I believe our people want to hear this. Kwa sababu more of this. Hata I don't think tumeongea kitu. Hakuna hata kitu tumeongea by the way. Tumeongea vitu. Bora sijaongea. Iwe uko class, let's say that. Yeah. So hizi vitu za nini zinaleta vitu mingi. We have very many things to talk and we need a day. Sasa producer will give us a date. Atuambie siku yenye tutakuja tuongelele, because now we also need to know kuna majamaa wenye dem akiwa na mtoi hawezi muoa. Hizo kwa sababu sasa maybe of you see, so we now need to do that part of it tukikuja kumalizia hii vitu za nini. But as we have said, guys, before you have sex, think twice, and even as you think of having abortion, doing abortion,
ebu think twice. And also ukipata huyo mtoto kuwa tu mtu responsible, like acha kuachilia vitu zenye zinakuja unaona like mimi boy yangu amenikataa. Watu wanakataliwa na wanalea watoto. Hata wewe boy ukiachiwa mtoto lea. Vizuri sana. So I want us to wind up and I now want Grace to give us the last words. My last words, if it's a must you have sex. Sema like una ball, una anything. If it's a must, carry your own protection. Sikuzi kuna sidi ya madem. Yes. Unaweza jibebea. Cause kama unajua mali unaenda si safe. Ama unajua like, nikipatana na ule jamaa kunaendanga hivi na hivi na hivi. Najisahau lingi. Just carry your own protection. Take care of yourself. Wow. Yeah. Thank you so much. And producer, give us your last words. Mwambie 3 words. Leo sema zote. Huwa atamaliza. Siwezi exceed. Na nitamruhusu asalimie watu wawili. Siwezi exceed. Kwa sababu he was our guest today. So mimi sita exceed. What I would love to say first ni always allow yourself to be taught. Thank you. Be open-minded. Do not restrict yourself in thinking. Na pia kutumia akili si makosa. Ni haki yako. Akili ni yako. Yes, so what do I mean? If it's a must to do something, think of the consequences. And now, try kupunguza disadvantage kwa advantage. If haiwezi punguzika, leave it. If having sex na mtu ako na gonorrhea na unajua ako nayo kiasi tu na unajua ako nayo, what do? Angalia, is there awareness apotelea? Obvious hakuna. So achana nayo. Anything you do iko na consequences. Think and use it to your advantage by kufikiria kwako, hiyo itakusaidia in life. Another thing, the last one now. The last one. Thank you. I'm not a certified counselor. Una papers? I don't have papers. Mimi I just know by nimeongea na watu, nimetembea na these people. And another thing ni life ukufunza pia. So chenye inaweza kusaidia, use it. Yes, don't judge me by whatever I've said. I've just said what I know. Thank you. Say hi to 2 people. Salimia watu wawili. I just want to say hi to everyone ako pale kwa group. Na kwa group, kwa live. Yes, mimi sina watu wengi kusalimia, cause nikisema kusalimia ni wengi na sasa kusalimia mtu yoyote. Wow, thank you so much our producer for being with us. Yes. And we appreciate you. Thank you. And we believe that mayuzi watalan vitu mingi through this thing. And as a producer ungewaambia pia wakitaka Sky Cable tuna cover vitu mingi. Like if you have a mkona youth conference and all that, unaweza ita Sky Cable. Hata unaweza niita tuongee. Yeah, unaweza tuita sisi as a group. Yes. We talk because now we need to help our generation. Alafu another thing, if you feel you want to talk, unaweza tuingia pale tu text one of us. Yeah. Unaweza saidika. Do not feel, at least sisi hatukujui. Yes. Tunaweza kusaidia. Yes. At least hatukujui, we cannot judge. Yeah. We will help. So if una feel ngumu kuuliza rafiki, ask us. Thank you. Thank you so much. And me here now, I want to wind up and nitasema venye producer amesema, ukisikia umefinyika sana, kuja tu pale inbox. Yako handle ni? Mwanza tu nitafuta kwa Samuel Fizz, that's on Facebook, _DJ Fizz, Instagram, _DJ Fizz, Twitter. Yes. Wow. And yours? Flavored Grace kila mahali. Oh, Flavored Grace. And mimi quarter ni Shiro Joyce. And thank you so much kwa sababu ya kukua na sisi kwa hii show. Na tunakuambia hivi, before to wind up, before to end home, enda pale kwa YouTube channel yetu ya Sky Cable TV, like, comment, subscribe, and don't forget to share. Share with people because tunataka hii information ifikie watu wengi. We are very much humbled kwa sababu ya kukua na nyinyi, and mpaka Monday. When is today? Friday. Okay, thank you. Weekend. You enjoy your weekend, and also before you do anything, think twice. What you are doing, think twice. So thank you so much because of being with us, and we love you so much. All of us, we say goodbye. Bye-bye. Love you. Bye. Bye.